Watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakitafuta kitu kimoja, kupendwa. Lakini tatizo ni hili. Unawezaje kumpa mtu upendo wa kweli ikiwa wewe mwenyewe hujajifunza kujipenda? Saikolojia inasema mahusiano mengi yanayoumiza watu hayaharibiki kwa sababu ya kukosa mapenzi, bali kwa sababu watu wengi wanaingia kwenye mahusiano wakiwa wamevunjika ndani, wana majeraha moyoni. Kujipenda maana yake nini? Kujipenda sio kujiona bora kuliko wengine, sio kuwa arrogant, wala sio kuwa mbinafsi. Kujipenda ni kujithamini, kujiheshimu na kujikubali katika hali yoyote ulionayo. Saikolojia inaita hii self-worth, yani uwezo wa kuona kwamba mimi nina thamani hata bila uthibitisho kutoka kwa watu. Mtu asiyejipenda mara nyingi anaogopa kuachwa, anahangaika kuthibitisha thamani yake. Kuna msemo maarufu walisema wahenga, kibaya cha jitembeza, kizuri cha jiuza. Anyway, utakavyojiona itaamua na sisi tutakuonaje. Na hawa ni wale wanaweza kuvumilia mahusiano yenye maumivu kwa sababu anaamini hastahili zaidi. Sasa swali kubwa ni kwa nini watu wengi hawawezi kujipenda? Hii ni kwa sababu ama walikulia kwenye maeneo ambayo hawakusifiwa, bila kupewa emotional support, au kwenye mazingira ya kukosolewa kwingi. Taratibu wanaanza kuamini sitoshi, hakuna atakayenipenda kweli, lazima nijibadilishe ili nikubalike, lazima nijionyeshe ili nipendwe. Ndio maana wengine wanategemea attention ili wajisikie wao ni wa muhimu. Wanaogopa kuwa single, awepo tu kwenye mahusiano mradi tu yupo, au wanakuwa addicted kwenye toxic relationships kwa sababu ndani yao wana njaa ya kuthibitishwa ama njaa ya kupendwa. Ukijichukia, mahusiano yanaathirika na kukutesa. Saikolojia inaonyesha kwamba jinsi unavyojiona ndivyo unavyoruhusu wengine wakutendee. Hata maandiko yanasema hivi, ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiona huna thamani, utakubali kutokuheshimiwa, utakubali manipulation na emotional abuse, na mara nyingi utategemea partner wako akupe furaha ambayo unatakiwa kuijenga ndani yako kwanza. Hakuna mtu anayeweza kuziba completely emptiness ya ndani. Huyo ni Yesu peke yake. Mahusiano mazuri hayaokoi watu waliopotea ndani yao, yanawakutanisha watu ambao tayari wanaanza kujitambua. Jinsi ya kuanza kujipenda. Hatua ya kwanza, jikubali. Kubali makosa yako, safari yako na mapungufu yako. Pili, acha comparison. Mitandao ya kijamii imefanya watu wengi wajione hawatoshi. Lakini kumbuka, watu wengi wanaonyesha highlights tu za maisha yao, sio reality yao au uhalisia wao. Ila wewe ishi uhalisia. Be real, be you. Jambo la tatu, jifunze kuweka boundaries, mipaka. Kujipenda pia ni kusema sitakubali kutendewa vibaya, sipo tayari kuchezewa, sipo tayari kupotezewa muda. Na mwisho, spend time kujijua. Jiulize, mimi ni nani? Nini kinaumiza moyo wangu? Nini kinanijenga ndani yangu? Nini purpose yangu? Nini kusudi la kuwepo kwangu? Ukijua wewe ni nani, kusudi lako ni nini, na upo hapa duniani kwa ajili ya nini, hutakubali kujiingiza kwenye mahusiano ya namna yoyote. You will be smart, you will be straight, and you will be precise. Kabla hujaomba mtu akupende, jifunze kwanza kuwa rafiki wa nafsi yako, kwa sababu mtu anayejipenda kwa afya hapendi kwa depression, hapendi kwa kuogopa upweke, bali anapenda kwa utulivu na ukweli. Kama umejifunza kitu kupitia video hii, like, share na mtu mwingine, lakini usisahau kusubscribe ili ujifunze zaidi. Mimi ni Christian Elias Alais na hii ni Smart Mind Africa.